viongozi. Kwa hivyo tukiwa hapa Kajiado, tungetaka kuchukua nafasi hii kusema wale wote mlituombea, mkatuongeza kura, tunataka kusema asanti kwa niaba ya rais na timu yetu. Nyinyi wakaaji wa Kajiado mko na bahati kubwa sana kwa hii serikali ya Rais William Ruto. Kwa sababu baada ya kura kupigwa na serikali kuundwa, ile kiti muhimu zaidi katika serikali yeyote katika taifa letu ya Controller of State House iko hapa Kajiado. Controller of State House ndio mwenye kupanga maneno yote ya rais. Hata mimi mwenyewe nikitaka kumuona rais napitia kwa Kato. Kwa hivyo nyinyi mambo yenu yuko sawa. It's up to you now, mjipange vizuri. Controller ako pale. And the trick ni muungane. You talk in one voice. Na mimi nataka kumshukuru governor na hao viongozi vile mumeamua kukaa na umoja, kuongea lugha moja, mkae karibu na rais. Mtu ya kupanga kufika kwa rais ni mtoto wenu. The ball is in your court. Hii maneno yote mnasema kiangazi, mambo mnasema ya maji, mambo yote, barabara iko hapa kwa Kato. Rais amefungulia nyinyi milango 24/7. Mwenye dari ako hapa. Mwenye kuamua nani ataingia ako. Mwenye kusema ngoja ako. What is your problem, watu ya Kajiado? Mko na shida yote? Yes, it's up to you. Mpira iko kwenu. Mcheze kama nyinyi. Mjipange vizuri, muungane. Na mheshimiwa Bemusi, na kushukuru wewe unaongea ukweli kama mimi. Na ni kweli umesema kwa hii maneno ya housing ulikuwa kurutu, hiyo ndio ukweli. Kama ungekuja tungekushauri kidogo. Tukueleze vizuri. Wewe umesema ati huna shida yote, shida yako ni masomo. Sasa watu ya hapa Kajiado Central, vijana, mko na kazi? Mko na kibarua? There is a problem of employment here, mheshimiwa. Na hii housing ni ya kuangalia hiyo maneno ya ajira ya vijana. Hao vijana unasema wasome, it is true. Wakisoma then sawa. Mheshimiwa amesema anataka tu masomo. Okay, masomo iko na nia. Wakishasoma wakimaliza, what next? Si lazima tupange kazi yao? Yes, mheshimiwa. Number 2, hii Kajiado kama kuna county itafaidika kwa housing program ni county. Shangarawe yote inatoka hapa Kajiado. Sad harvesting hapa. Kwanza mnatuzia bei kali Nairobi, hata karibu tuende Ukabani kununua. You are very expensive, you are sad. Sisi wale tunajenga tunaumia hapa kununua mchanga. Inatoka hapa. Mambo ya quarries ya mawe iko hapa Kajiado. Klinka ambayo inatengeneza simiti ambayo inajenga nyumba inatoka hapa. The beneficiaries of the housing program, county number 1 in Kenya is Kajiado County. Vijana wapate kazi, muuze shagarawe, muuze mawe, muuze kila kitu. Baadaye mkiuza ng'ombe, mjenge manyumba. Watu wale wote tumeng'ang'ana Nairobi, tumekuwa wengi, tukuje tuishi hapa, mchukue pesa mwisho wa mwezi, muendelee na mambo yenu. So mheshimiwa, you have said well, you did not know, now you know. So another day kuja tukuchanue kidogo, hiyo tutembee pamoja. Na unajua once you don't know na umekubali hujui, tunakufundisha, then we move together. Si tumekubaliana watu wetu? Msitaki kusidisha kutoka hapo. Your Excellency, sisi ni kushukuru wewe. You spoke for us in Paris. We were proud as Kenyan people, as African people, and you spoke very well. Hata hawa watu wetu ya press hiyo hawezi tangaza. Umesugumuza, kila mtu amesimama. You could even have given some time to that one. Lakini mzuri wa siku hizi iko hii mtandao. Social media hii tunafuatilia kila kitu. Hata msipoandika tunafuatilia. Now therefore we want to encourage Your Excellency to continue speaking for Africa
to continue representing this country so that you can make us proud as a continent, as a nation, so that even the world can see we have also leaders of substance. Kwa hivyo sisi tumeshukuru sana kufika hapa, na mimi sitaki nisidishe kutoka hapo. Nataka tuseme asanti, mlitusaidia kwa uongozi. Wale walishindwa na wamesema watarudi kwa barabara siku ya Jumanne, tumewakaribisha. Hakuna shida, si barabara ziko tu, kuna bahali zimeenda. Kuna bahali zimeenda, bora tu wasiharibu mali ya Mkenya. Hiyo tu. Hiyo no go zone. Weka sufuria kwa kichwa, piga kelele, muende nyumbani jioni. Lakini mali ya Mkenya, hapana, hiyo haiwezekani. Si lazima tuambiane ukweli? Lazima tuambiane ukweli. Hii mali watu wanatafuta na shida mingi. Kwa hivyo nyinyi mkuja mpige kelele, kifika jioni muende pumzike, mjiangalie kwa TV jioni, kwa sababu hiyo watu ya TV hiyo wataonesha. Hiyo wataweka mpaka live, your excellency. Ile ya kuharibu mali ya watu, hiyo wanaweka, wanafuatilia, wametoka hapa, wamefika hapo, sasa imeharibu tia gas, ndio hiyo wanaweka. Lakini mambo ya maendeleo wanasema. So nyinyi mkuje mpige kelele, mjiangalie kwa TV jioni, alafu mpumzike, alafu kesho yake mkuje tena. Bora msijaribu kuharibu mali ya Wakenya, kwa sababu hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani, wacha tuseme ukweli. Si mtu tuambiane ukweli. Hakuna mtu taharibu mali ya Wakenya. Haiwezekani. Your Excellency, nikimalizia, tumetangaza vita ya pombe hapa Kajiado. Huyu governor ametusaidia na hao viongozi na imepungua. Lakini bado kidogo. Si ndio? Bado kidogo. So machief tafadhali na OCS muangalie pahali imebaki, mujaribu kupunguza, kwa sababu vijana wetu walikuwa wameingia kwa mitaro, wengine wameoa, kuliko kulala juu ya kitanda wanalala chini ya kitanda. Sasa hii memusu unasema unataka masomo, itatoka wapi kama hakuna watoto? So hiyo vita inaendelea na tutaendelea naye mpaka hii dunia yetu ikae mzuri. Finally, tushukuru hawa viongozi ya Kajiado kwa ile kura walitupigia finance bill, walikaa mpaka usiku. Tunataka tuseme viongozi asanti. Senator Cheriot, the way you have asked the president that we do our bit, we are ready, we are equal to the task. You have done your job, we'll do ours. Na tutafanya. There is no problem. Mpango iko, plani iko, mwenye kuongoza kazi yako. What is the problem? Pesa ndio ilikuwa imebaki, sasa imepatikana, mwenye kazi ako hapa. Ningetaka kuuliza nyinyi kwa heshima, msimame, munisaidie kumkaribisha kiongozi wa taifa la Jamhuri ya Kenya, Mr. President. Karibu. Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Asanteni. Viongozi wetu wa kanisa na pia viongozi maimamu mlio hapa, ndugu viongozi wote na wananchi wa Kajiado, hamjambo. Kajiado enda subabogi. Meisisi olaitoriani. Moriega. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hivyo hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Wacha kwanza nichukue nafasi hii niwashukuru viongozi wote wa Kajiado pamoja na wananchi kwa kuja ili kwa pamoja siku hii ya leo tumshukuru Mungu, kwa sababu mwaka uliopita tulifanya uchaguzi na Mungu akatujalia ikawa ni uchaguzi wa amani, ikawa ni uchaguzi ambao haukuwa na ukabila, na ikawa ni uchaguzi ambayo ilitufanya sisi wote kama watu wa Kenya tukaheshimika hapa Kenya na duniani kote, kwamba sisi ni watu ambao tunaelewa demokrasia ni nini. Na ndio tumekuja hapa kumshukuru Mungu in a very special way, to be grateful to God for making us a great nation. That we went to the elections
we elected our leaders in all parties in a peaceful manner and on the platform of an agenda of transforming our country. Nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Kajiado, mimi nilikuja hapa na ndugu zangu hawa, tukaomba kura zenu. Nyinyi mkawa watu wangwana, waaminifu, watu wa Mungu, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, naye Mungu akatupatia baraka, tukapata ushindi. Mimi nataka niseme asante sana. Sijui kama watu wa Kajiado mmenisikiza. Kajiado nimesema asante sana. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba kwa sababu sasa uchaguzi uko nyuma yetu, mimi nitaungana na viongozi wenu wote, wale waliochaguliwa kwa vyama vyote. Sasa ni nafasi yetu ya kuungana ili tutekeleze yale mambo yatafaidi watu wa Kenya na taifa letu la Kenya. It is time, leaders, for us to unite, to work together so that we can transform our nation and we can make our nation great. So nawauliza viongozi wote, na nimefurahi sana kwamba nimefika hapa leo, tuko na viongozi wa vyama zote. And that is how it should be. Tunataka sasa tuungane, tushirikiane, tufanye kazi ya wananchi. Na kazi hiyo hata saa zingine mkitukosoa hapa na pale, hakuna matatizo. Bora iwe ni lengo ya kusaidia mambo yawe mazuri zaidi, sio kuharibu taifa letu la Kenya. We must work together, even as we work from different sides of the political divide. Even as you correct the wrongs that are there, even as you point out what you think should be done better, we must always have in our mind not to sabotage our country, to be able to work in such a manner that we take the country forward. So nawashukuru sana. Mimi nimefurahi kufika hapa na nimefurahi ya kwamba sote tunaungana katika harakati ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Asante sana viongozi wetu wa dini kwa kuongoza ibada hii ya shukrani. Tumekuja hapa kumshukuru Mungu. Nimemsikiza imam aliyeongea hapa, akasema tuliweka Mungu mbele na Mungu akatuonekania, na tena tusimuache huyo Mungu. Hata katika hali zote tuhakikishe ya kwamba tunamtegemea Mungu. And I want to tell you, we value what you have said. Pia askofu ametuambia kuhusu mambo ya 2 Kings 4 verses 1 I think up to around 10. Akasema ya kwamba kulikuwa na mama mmoja, bwana yake alikufa, alikuwa na deni. Wale wenye deni wakamkujia wakasema, sasa watoto wako wataenda kuwa watumwa kama malipo ya deni. Hata na sisi mnajua mambo, hali yetu vile ilivyo, na hatutaki Wakenya wakuwe watumwa ya wale wametukopesha pesa. Na ndio mnaona nang'ang'ana tutafute pesa yetu ya Kenya. Na hata ile deni tuko naye, mlinisikia huko Paris nikiwaambia wale wametupatia pesa wasitudai sana, kwa sababu wanatulipiza mara 8 ya watu wengine. Sasa nimeenda kuwauliza, hii mara 8 mnafikiri tutatoa hii pesa wapi? Kwa sababu hatutaki, na mimi sitaki tuwe watumwa ya watu. It has been read to us in the Bible kwamba yule ambaye amekopesha ama yule amekopa ni mtumwa ya ule wa kukopesha. So tuko na balaa hapo kidogo. And therefore tafadhali na waomba na nawashukuru wabunge kwa kazi wamefanya, na sasa sote tuungane tutimize yale malengo tumepanga.
Mimi nataka niseme mambo manne ya muhimu kwa watu wa Kajiado na watu wa Kenya. Jambo la kwanza, na imezungumziwa na viongozi hapa, lazima tukabiliane na shida ya ongezeko ya gharama ya maisha. We must have a plan on how to confront the challenge of cost of living. Tumekuwa na tatizo kubwa kwa sababu mazao yetu mwaka uliopita ilipungua kwa sababu hatukukuwa na mbolea na pia mvua ilipungua. Tukawa na matatizo kwa sababu ya mambo ya climate change. Tukawa na matatizo kwa sababu ya grains na fertilizer, ikaleta shida kwa sababu ya vita ingine kule Ukraine na mahali ingine. Mimi nataka niwaambie hivi, ndugu wa Kenya. Tuko na mambo matano ambayo tunafanya kama serikali mliochagua kujaribu kukabiliana na shida ya gharama ya maisha. Jambo la kwanza, tumesajili wakulima wote 500,000 na mwaka huu tumewapatia mbolea kila mkulima kiasi ya ile alikuwa anahitaji. Tumeweka pia katika budget yetu ya mwaka huu, hiyo ambayo wabunge wamepitisha, pesa ingine ya kuhakikisha kwamba tunaongeza mambo ya mbegu na mbolea kwa wakulima wetu mwaka unaokuja. Jambo la pili, tumeweka vile vile mpango kwa mambo ya ufugaji. Katika budget hii, for the first time, we have the largest budget in matters of livestock. Tumesema ya kwamba tunapoteza ng'ombe nyingi, mifugo, mbuzi, kondoo, ngamia kwa sababu ya mambo ya kiangazi na zaidi kwa sababu ya mifugo yetu kukosa maji. Nimesikiza viongozi wameongea, na ndio sababu katika budget hii na mpango yetu tumeweka mpango mkubwa ya dams. Tumesema vile mmenisikia, tunajenga dams 100 kubwa, 33 tayari tumetengeneza kandarasi. Tunajenga dams karibu 1,000 zile ndogo na karibu 3,000 zile water pans in every part of Kenya. Hapa Kajiado tuko na mpango kamili ili isitokee tena ng'ombe zenu zikakufa kwa sababu ya kukosa maji, kwa sababu ya kukosa lishe. Hiyo mpango iko kati yetu. Dam ya Oloitikosh ambayo iko hapa, jana nilikutana kule Paris na president wa Africa Development Bank ambao wanatusaidia kujenga hiyo dam. Dam ya kule mpango ya maji ya kutoka kule Kilimanjaro, ile Nolturesh ambayo itakuja mpaka itafika hapa Kwanza City. Lakini kabla ya kufika Kwanza City itatembea hiyo Kajiado, Amboseli, hiyo dunia yote, Kajiado South, Kajiado Central, sehemu ile ingine. Pia tumeweka hiyo katika mipango yetu na iko katika budget ya mwaka huu. Dam ya maji ambayo mjumbe wenu Elijah amesema ya hapa Kajiado pia iko katika mipango yetu. Dams za kwanza 5 za Kajiado ziko katika mpango yetu ya phase 1. Zile zingine zitafuatilia katika mpango ya kukabiliana na gharama ya maisha. Vile vile tuko na mpango ambaye nishaongea na governor kuhusu maziwa yenu, vile ya kuaggregate maziwa. Tuko na milk coolers 25 ambayo tutapatia Kajiado. Nasikia huku kina mama sana ndio wenye maziwa. So kina mama mjipange na waletea mitungi ndio maziwa yenu isiharibike. Tufanye aggregation ili tupange bei mzuri, msihangaishwe na brokers na wale wananunua maziwa yetu kwa bei ya chini. Mpango ya 4 tumepanga ni kuhakikisha ya kwamba mazao yetu haiharibiki, kwa sababu tunapoteza up to 40% of our produce is lost because of post harvest losses.
tunakazana, tunazalisha, lakini 40% inapotea because of storage, because of lack of market. Na ndio sababu tena tumekubaliana county government na national government tutaungana tujenge county aggregation and industrial park ya Kajiado County. Wabunge hawa wamepitisha pesa bilioni 5 ya national government. Mimi nataka speaker na county assembly mupitishe pesa kiwango yenu ambayo mtapatia governor, kwa sababu tayari tumetangaza county aggregation and industrial park itakayo kutusaidia kwa mambo ya cost of living, kwa kupunguza mazao yetu ambayo inapotea na mazao ambayo tayari tumezalisha. Vile vile katika budget hii tumeweka masoko yale mengine madogo madogo, karibu soko 400 zingine tutajenga in different parts, kusaidia wakulima wetu, kusaidia wafugaji wetu kupata mahali ya kuleta mazao yao, wapate bei ya sawasawa, na pia tuanze safari ya kuaggregate, kuvalue add, kuprocess, kumanufacture, tuongeze pesa itakayoingia kwa mfuko ya wakulima na wafugaji, na vile vile tupange ajira ya vijana wetu. So those are the 4 things I have said in matters to do with cost of living. Kwa sababu saa zingine tunaongea tu gharama ya maisha imepanda, lakini hatuelewi imepanda kwa sababu gani, ama ni mpango gani tutaifanya ndio iteremke. Ndio unaona watu wengine wanazungumzia hiyo gharama ya maisha mpaka wanaweka sufuria kwa kichwa. Hawakuelezi hii kuweka sufuria kwa kichwa itasaidia kupunguza gharama ya maisha kwa njia gani, na ni kushindwa tu kuelewa. That's the problem. So we have a plan on what we want to do. Jambo la pili ni mambo ya elimu. Ndugu wa Kenya, nataka mjue elimu ni kitu ya muhimu sana. Sisi kama taifa pengine hatuna minerals nyingi, hatuna mafuta ile inatoka sijui wapi, lakini tuko na wananchi wenye akili na bidii ajabu. Duniani kote Wakenya wanajulikana kama ni wafanyikazi wa bidii sana. Na kwa sababu Wakenya ni watu wa bidii, njia ya kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanapata nafasi ya kutumia akili yao na uwezo wao na bidii yao ni kupitia kwa elimu. Na ndio sababu vile mmesikia katika budget hii tumeweka pesa bilioni 650 kwa ajili ya masomo ya watoto wa taifa letu la Kenya, kutoka primary school, kutoka chekechea all the way mpaka college mpaka university. Na tofauti ya miaka ingine tumeweka pesa zaidi kwa jambo hili la elimu, and I agree with your MP kwamba education is important, ni ya muhimu. And that is why tumeweka pesa nyingi, na mwaka huu tumeongeza hata zaidi. Mwaka uliopita, kwa sababu nilisema wakati wa campaign, tuko na shida ya walimu. Watoto wanaenda shule, wanahangaika kwa sababu hakuna walimu wa kutosha. Last year, this year actually January, tuliajiri walimu 35,000 wapya. Haijafanyika katika Kenya huru kwamba walimu 35,000 wameajiriwa wakati mmoja. Tena katika hii budget nimeweka pesa ya kuajiri walimu wengine 25,000 in this budget. Mwaka ujao nitaajiri tena walimu wengine, kwa sababu tuko na upungufu ya walimu karibu 110,000. We must close the gap so that when our children go to school, they go to school to learn, because we have teachers to teach them. Vile vile katika hii budget nimeweka pesa ya walimu wa Technical Training College. Tuko na Masai Technical hapa, hatuna walimu wa kutosha. Tunawaajiri walimu wengine 1,700 in this budget, kuhakikisha kwamba watoto wetu wakienda shuleni wanaenda kusoma. Vile vile different from all other budgets, katika hii budget nimeongeza pesa ambayo inaenda sekta ya elimu
kwa pesa zaidi ya bilioni 65. An extra 65 billion shillings we are spending in education, beyond what we have been spending. Tumesema ya kwamba watoto wetu ambao wanasoma hapa Masai Technical, all our TVETs kwa Kenya, tulikuwa tunawapatia pesa bilioni 5 na laki 5.2 billion every year. Kwa hii budget tumeongeza kutoka 5.2 kupitia kwa pesa ambayo tumeweka Higher Education Loans Board, pesa ambayo tumeweka na kubadilisha. Tumesema hatutakuwa tunapatiana pesa ati kwa college ama university kama grant. Hapana. Sasa tumebadilisha, tunapatia kila mwanafunzi scholarship, pesa ya serikali. Na kupitia hiyo tumeongeza pesa ambayo itakuja college, Masai teachers hapa na colleges zingine zote, from about 5.2 billion to 10 billion, because education of our children is important. Universities zetu zilikuwa karibu zinakufa kwa sababu hawakuwa wamepatiwa pesa ya kutosha. Walikuwa wanapatiwa 44 billion, wanahitaji 80 billion. Kwa hii budget tumeongeza pesa ambayo itaenda universities through scholarship, through grants, through loan, kutoka 48 billion mpaka 82 billion ambayo itaenda katika universities zetu, ili watoto wetu wote wasome. And we want to make sure, universities zetu zilikuwa na matatizo makubwa sana. Tumefanya mkutano karibu 10 na university councils, vice chancellors, na tumekubaliana vile masomo ya watoto wetu itaendelea mbele. So nataka niwaambie waheshimiwa wabunge, msikuwe na wasiwasi na masomo. Nimepanga vizuri mambo ya masomo. So Elijah, relax. Nimepanga nimepanga vile wewe umesema vizuri, elimu ni mzuri. Ni ya maana. Na nimeweka hapo mpango mzuri. Ungenisaidia tu kupitisha. Unaona sasa umeharibu tu na mambo yako yote nilikuwa nimeweka ndani. Umesema kurutu kidogo, lakini polepole tutasaidiana. So mambo hiyo tumepanga namna hiyo. Ya mwisho kwa mambo nataka nimesema mambo ya cost of living, nimesema mambo ya elimu, na elimu hiyo ni muhimu sana kwa sababu tunataka kusukuma vijana wetu wakienda shuleni wanapata elimu. Mimi nataka niulize wabunge pia, na nyinyi tusaidiane katika pesa yenu ya CDF. Mtusaidie ili tuhakikishe ya kwamba hiyo pesa inatumika kwa njia mzuri, madarasa ipatikane, ndio nikiajiri walimu, madarasa iweko, ndio tupeleke watoto wetu shuleni wasome, wasiende kuhangaika kwa jua ama kwa mvua ama kwa mahali iko matope. Tusaidiane pamoja. Si namna hiyo jameni? Jambo la tatu nataka nizungumzie ni mambo ya ajira. Sote tunakubaliana kama Wakenya ya kwamba tuko na Wakenya zaidi ya milioni 5 wamemaliza shule hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Wanaongezeka watoto wanaotoka shuleni, wanaotoka university, wanaotoka colleges zetu ni karibu watoto 1800 kila mwaka. Pia wao wanaingia kiwanjani na hakuna mpango sawa ya ajira. Ni vizuri tupange masomo, lakini ni vizuri hata zaidi tupange masomo wakikamilisha wawe na mpango ya ajira. Na ni responsibility yetu kama serikali na kama viongozi tupange hawa watoto wetu wakitoka shuleni, wakitoka TVET, wakitoka university, we must have a practical, intentional, deliberate plan on where these young people with their education, armed with their knowledge, armed with their skills, armed with their competence, what they are going to do. Otherwise, hawa ndio wataenda kuhangaika, wataingia mtaro kwa sababu ya pombe, wamekosa namna, wataingia kwa madawa, wale wataingia kwa uhalifu, na tutapoteza vijana wetu. We must have a plan. Tunaelewana jameni? Tuko na mpango mara 4 ya vile ya kupanga ajira ya hawa vijana wetu. It is good for me to explain so that leaders can understand and Kenyans can hold us to account. Nimeweka mpango, tunaongea saa hizi
tumeongea na watu wa Ujerumani, tumeongea na watu wa Marekani, tumeongea na watu wa Canada, tumeongea na watu wa UAE na the whole of that region, ya kwamba na wametuuliza ya kwamba tuwapatie vijana wetu watakao kwenda kufanya kazi huko. Saa hizi kama serikali tunapanga bilateral labor agreements. Tunataka vijana wetu wakienda huko lazima tukubaliane mbele hawa vijana watalipwa pesa ngapi. Hatutaki tena watoto wetu waende huko, waende wahangaike, tusikie ile maneno tumekuwa tukisikia hapo nyuma. Na sio lazima watoto wetu waende huko peke yake kasi ya domestic workers. Tuko na watu wengi, tuko na watu skills, tuko na clinical officers, tuko na nurses, tuko na madaktari, tuko na engineers, tuko na plumbers, tuko na watu wengi. That is what we are planning, na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango iko sambamba, na ndio nilitengeneza State Department of Diaspora Affairs ambaye kazi yake ni kupanga vile Wakenya watapata ajira katika nchi zingine. Hiyo ni program number 1. Program number 2 kwa ajira, tumekubaliana vile vile ya kwamba katika mpango yetu lazima tuongeze mpango ya manufacturing. Lazima tuwe na viwanda ambayo itatusaidia kuajiri hawa vijana. Na ndio unaona Memusi, katika hiyo budget nimesema wale watu wanatuletea sijui kitanda, sijui meza, sijui kiti kutoka China. Nimewaambia tuko na vijana ya kutosha, hata hapa Kajiado wanaweza kutengeneza kitanda. Yaani mimi nataka niulize nyinyi watu wa Kajiado, kitanda lazima mpaka tuende tununue China? Sio ni ukumbafu sana? Ama namna gani? Kwani hawa vijana wanasomea hapa Masai Technical, kazi yao ni nini? Si ndio hiyo? So nimesema kwa hii budget wale watu wanataka kutuletea hiyo furniture kutoka nchi zingine walipe ushuru kubwa sana. Kwa sababu tuko na vijana ya kutosha. We want to protect our young people so that they can get jobs. At least the furniture jobs should be left to the young people of Kenya. Tumekubaliana? Nimesema vile vile ili kuongeza viwanda zetu, ile simiti ambayo tunaweza kutengeneza hapa Kenya, Klinka inapatikana Kajiado, mambo ile ingine inapatikana dunia hii. Hakuna haja ya sisi kwenda kuagiza simiti kutoka nchi zingine, na tunaweza kutengeneza hapa Kenya. Katika hii mpango nimesema wale watu wanataka kutuletea simiti ni sawa, lakini kwa sababu mnajivinjari mtalipa ushuru zaidi. Sisi tunataka simiti itengenezwe na vijana wa Kenya so that we can have more industries to create cement in Kenya. Nimesema vile vile wale watu wanatuletea chuma hii ambayo inatengenezwa na iron ore ambayo inapatikana hapa, hakuna haja, tuko na factory ya kutosha. Badala ya kuagiza chuma kutoka nje, tuongeze factory ya kutengeneza chuma hapa Kenya. Vijana wetu wapate kazi, tuwe na wafanyabiashara, tuongeze hardware ambao watatuuzia, na tuongeze hiyo kazi nyingine. Sijui kama tunaelewana. So mpango yetu ya pili, mbali na ile ya kwanza ya kupeleka Wakenya kufanya kazi nje, lazima pia tuwe na kazi hapa nyumbani. Ile ya nje haitoshi kwa sababu ile ni ya wenyewe. Lazima pia tupange yetu ya nyumbani. Na tumeweka mpango mkubwa ya mambo ya manufacturing. Na tumesema hata zaidi, the third issue, kwa hiyo mambo ya kupanga ajira, tumekubaliana ile county aggregation and industrial park ambayo tunajenga hapa, vile vile tutalete vifaa common user facilities ya kupanga agroprocessing, value addition, manufacturing, ndio tuongeze dhamana kwa ile mazao yetu yote. Hata ngozi ya ng'ombe tunataka safari hii, na nimeweka pesa ya kutosha kwa mambo ya ngozi ya leather value chain. Hatutaki ikifika mwaka 2 ijayo mimi nitapiga marufuku viatu ambayo inatolewa nje. Sisi tutakuwa tunatengeneza viatu na ngozi ya ng'ombe yetu hapa Kenya. Ngozi yetu tunaenda tunapatia umbwa inakula. Si ni kweli? Alafu ngozi ya watu wengine ndio tunaenda kununua na hii bei ghali, sijui shilingi 20,000, sijui shilingi 40,000 viatu. Sio ni ukumbavu mingi sana? Ama namna gani jameni? Sijui kama tunaelewana. Na hakuna ati miujiza inafanyika. Hii ngozi ni hiyo hiyo tu ya ng'ombe. Sijui kama tunaelewana.
So nimeweka karibu bilioni 2 kwa mambo ya treatment ya ngozi, mutaona katika budget. Nimeweka pesa ya kutosha katika leather value chain kuhakikisha kwamba ng'ombe zetu zinatumika. Wale wakulima mnauza ngozi sijui shilingi 100 sijui 50 mnatupa. Sasa tutatengeneza bei ya sawasawa ya nyama na ngozi pamoja, lazima itembee. Si mnaona hii kitu mungepigia kura mapema? Mungenipitishia mapema nianze kazi hapa namna gani? Jameni, tuko pamoja? Hiyo ni kazi yetu ya tatu. Kazi ya tatu ya 4 katika kupanga ajira ya Wakenya. Nataka mnisikize vizuri kwa sababu namshukuru mjumbe wenu huyu Elijah Kanchori. Amesema sijui utatueleza. Siwacha nieleze tu mheshimiwa ndio ipatikane. Anasema hakujua. Na unajua Waswahili wanasema kuuliza si ujinga. Ni kutaka nini? Ni kutaka kujua. So hapo tena wale watu Kanjori wanakuja kusumbua, wanataka basari. Mimi nataka nipange huko mbele. Wakimalizana na wewe na basari, wawe na kazi ya kufanya huko. Bure ile basari utakuwa umepatiana itaenda hasara. Ama namna gani? Tuko pamoja? So ndio hii mpango ya housing. Na mimi nataka mnisikize vizuri. Mpango ya housing. Hii mpango ya housing iko na mambo 3. Jambo la kwanza, mpango ya housing ni nyumba. Sababu gani tupange nyumba? Nataka muniulize. Lazima tupange mambo ya manyumba kwa sababu tuko na watu wengi Kenya mzima hii, watu wanaoishi katika mahali inaitwa slum. Hata hii Kajiado iko slum. Tuko na slums 1400 Kenya. Watu wanaishi mahali hakuna choo, hakuna maji, hakuna barabara, hakuna stima, hakuna nini. Watu wanahangaika, wanaishi kama watu ambao in a very indignified environment. So tuko na hiyo mpango. Ya pili ni kupanga ajira. Katika hii kujenga manyumba hii yote, mpango yetu ni kuhakikisha kwamba Wakenya milioni 1 kila mwaka wanapata ajira kupitia kwa mambo ya housing. Kuanzia wale wanafanya huko factory ya simiti, kwa sababu tukienda hii program tutahitaji factory 2-3 ingine mpya ya simiti, na kunakuwa na watu wanafanya huko. Tutakuwa na watu wa kutengeneza chuma, tutakuwa na watu ya kutengeneza products ya construction, watu ambao watatutengenezea madirisha, milango, plumbers, carpenters, masons, wale wote ambao engineers, architects, quantity surveyors. Hiyo watu yote ambao tunawapitishia kwa shule, wametumia pesa yetu mingi, tunataka wakuje wafanye hiyo kazi, tujenge hiyo mpango na ajira zipatikane. Nimesikia mumeongea hapa, viongozi wamesema tulikuwa na mtu fulani, tafutia yeye kazi. Tulikuwa na mtu fulani, tafutia yeye kazi. Na mbona hamusemi wale wengine wengi watatafutiwa kazi na nani? Ni mzuri. Si hawa wadosi wameniambia nitafute kazi ya wadosi hapa. Tafute kazi ya Olemeja, tafute kazi ya nani, tafute kazi ya nani. Na wale wengine huko nyuma wengi dunia ile, plumbers, sijui masons, sijui carpenters, sijui nani. Maneno yao tutaongea siku gani? Sijui kama tunaelewana. Wale ndio hii mpango ndio itaokoa mambo yao. Please. Viongozi tafadhali jameni, mkubali tupange mambo ya watu wote. Tupange yetu lakini tupange ya wananchi pia. Ama mnasemaje watu wa Kajiado? Ama mnataka tu tupange ya wadosi hapa mbele? Si tupange na mpaka wale wa nyuma huko? Na hata kama ingewezekana tungeanzia huko nyuma, nyinyi ngoje kidogo at least. Sijui kama tumekubaliana. So hii mpango ya housing ni kwa sababu tutakuwa na nafasi ya kupanga ajira ya Wakenya. Kila sehemu tupange ajira ya Wakenya. Jambo la 3 nani ya muhimu? Kwanza nyinyi wafugaji, nataka mnisikize vizuri, na wakulima. Ardhi kubwa Kenya ambayo tungetumia kwa kuzalisha chakula kwa kilimo, ardhi kubwa ambayo tungetumia kwa kuzalisha mifugo, saa hizi inakatwa.
ili watu wajenge slum. Huyu anajenga nyumba hapo, mwingine anajenga pale, inapangwa kaburi hapa, inapangwa sijui nini pale, inapangwa nini pale. Tukiendelea na hiyo mpango ya land fragmentation, mwisho tutakosa mahali ya kuzalisha chakula, tutakosa mahali ya kulima, na tutakosa mahali ya kulisha ng'ombe zetu, na Kenya itapotea. Nyumba hizi ni muhimu. Tukusanye hii watu yote, badala ya kwenda kuhangaika na kujenga nyumba everywhere. Tukusanye, tuwajengee nyumba hapa town. Kila mtu aishi hapa. Tubaki ile shamba ingine tuchunge naye ng'ombe na tulime. Ndio tuweze kuwa na chakula ya kutosha. Kwanza nyinyi ndio mngekuwa mstari ya mbele kuunga mkono mambo ya housing. Umesikia Kanjori? Sasa unaona vile nakusaidia kupanga mambo. Sasa hii mnasema shamba inauzwa 50 by 100, 50 by 100 everywhere. Ili kusimamisha hii 50 by 100, hii watu wanatafuta 50 by 100 ni kwa sababu wanatafuta mahali ya kuishi. Ama namna gani? Lakini tukiweka nyumba mzuri, iko na stima, iko na maji, iko na hospitali hapo karibu, iko na shule hapo karibu, iko na mambo hiyo ingine, mtu atakuja kuhangaika kwa 50 by 100 akitafuta nini? Si ataenda kununua ile nyumba aendelee na dunia inasonga mbele. That's what we want. Sijui kama tumeelewana jameni. So housing is very important. It will help us deal with the people who are living in our slums. It will create jobs for our young people. It will increase our manufacturing as a percentage of GDP. And number 4, it will assist us to reverse land fragmentation that is threatening our food security and is threatening land that we are using for our livestock. It is very important. Sio kama tumeelewana. Nimeeleza vizuri sasa Kanjori, nafikiri umeshika. So but it is good. Mimi napenda sana kwamba tunaongeleshana vizuri. Ya mwisho mimi nataka niseme, nilikuwa nimewaambia niko na mambo manne. Ya mwisho ni mambo ya matibabu. Tumekubaliana ya kwamba, na ni mimi niliwaambia ya kwamba mambo itakuwa bottom up. Sio namna hiyo? Tumekubaliana Mheshimiwa Governor, wale community health promoters wa Kajiado ni watu ngapi? 3,000. Tunaelewana? Huyu governor tumekubaliana ya kwamba mambo ya matibabu ni mambo ya muhimu sana. Wananchi wengi wanaingia kwa umaskini. Mtu amekuwa mgonjwa, ameenda hospitali, bill ndio ile 1,500, milioni 1, milioni 5, nyumba inauzwa, ng'ombe inauzwa, shamba inauzwa, watu wanaingia kwa umaskini. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tumesema jambo la afya lazima tuishughulikie vile inavyopaswa. Hatua yetu ya kwanza, tumekubaliana na counties ya kwamba tutaanza mambo ya matibabu kwa kijiji ya kila mtu. Tumekubaliana counties na national government tutaungana kulipa community health promoters. All community health promoters. Na tuko na watu karibu 100,000, 100,000 community health workers in Kenya. Kajiado hapa ni 3,000. Huyu Lengu atalipa hawa stipend nusu na mimi nitalipa ile ingine nusu. Nimekubali ya kwamba nitatumia pesa ya national government karibu shilingi bilioni 3 to make sure that hawa community health promoters wote wako na vifaa ya kutosha. Na tumekubaliana na counties ya kwamba matibabu itaanza kwa kijiji. Yule community health promoter tutampatia nyumba 100. 100 households ndio atakuwa anasimamia hapo. Na hakuna kazi nyingine anafanya. Kazi yake ni kuzunguka hapo kwa hiyo manyumba yenu 100, anakuja kwa mama fulani, anakupima, anapima pressure, anapima sukari, anakuuliza kama uko na homa, kama ni ile kidogo kidogo anakutafutia aspirin kidogo anakupatia. Hakuna haja ya kwenda hospitali kama sio nini ya kwenda hospitali. Kama ugonjwa yako ni ya dispensary anakuambia enda dispensary. Kama ile umepatikana nayo ni ya health center anakuambia enda health center. Kama imezidi hapo ni ya kwenda kwa referral hospital unaenda huko. Hakuna haja sisi kwenda kusumbuana kwa aspirin, unaenda kuchaza watu kwa
referral hospital na kumbe mambo yako tu ni homa kidogo, iko makamasi kidogo, unapatiwa nini, unamaliziwa unaenda. Sijui kama tunaelewana. So tumekubaliana na hawa wadosi, tunaanza pale kijiji. Ya pili tumekubaliana ile inaitwa PCN. Tutaweka health center, dispensary na level 4 moja pamoja, iwe managed pamoja. Tumekubaliana mambo ya referral. Nimekubaliana na hawa waheshimiwa, mimi nitatafuta vifaa. Lengo akijenga hospitali, mimi nakuja kuweka equipment. Gavana yote akijenga hospitali, tunaweka equipment kwa njia ambayo tumekubaliana, so that we can manage our health. Mimi nataka niulize wabunge, tumeketi chini na counties, walikuwa na mkutano last week na waziri wangu wa afya na wamekubaliana. Sasa tutalete sheria bunge. Governors are going through the law. Tutalete sheria bunge, karibu sheria 4 ama 5 ya kusimamia mambo ya matibabu. Sheria ambayo itatusaidia kuendesha sekta hiyo. Tulikubaliana vile vile mambo ya NHIF. Tunaibadilisha na tunalete bunge sheria mpya ya NHIF ili tuteremushe ile malipo watu wa chini wanalipa. Saa hizi watu wa chini kabisa wanalipa 500 kwa NHIF. Tunataka ikuje 300. Wadosi kama mimi ambaye nalipa 1000 nilipe 10000. Kwa sababu sasa kama mshahara yako ni kubwa, si wewe ulipe kulingana na mshahara yako. Na ule mtu ya kuhustle si apunguziwe hata yeye hustle hapo chini, lakini anatoa kidogo. Ama namna gani? Tumesema hivi kwa sababu zamani, unajua hii dunia wadosi wanajipenda sana. Sisi tulikuwa tunalipa 0.0001% na mama mboga analipa 10%. Sasa tumebadilisha, tunasema kila mtu atalipa 2.75%. Ile inatoshana na mimi na hao wadosi tutalipa. Ile mama mboga pia tumpunguzie. Ndio kila mtu tuelekee hiyo barabara. Sheria tunalete bunge. Kanjori utaongoza hiyo kwaya yaku. Mtasaidiana na ama mnatakaje? Si tupunguze ya watu wa chini, wadosi walipe zaidi. Hiyo tutakuwa hapo. So tujipange namna hiyo so that we can tupeleke mambo ya taifa letu la Kenya mbele. Watu wa Kajiado, mimi nataka niwashukuru sana. Nilikuwa nimewaambia niko na maneno 4 ya kuwaambia ndio mjue Kenya inaenda wapi. Tusipigishe siasa hii ndogo ndogo ambayo haisaidii mambo yote. Niliwaambia hata magavana wetu walinipigia kelele kama miezi 3-4 mwanzo wa mwaka huu. Wakaniambia umechelewesha pesa yetu, county national government ina sabotage counties bla bla bla. Lakini mimi nikawaambia ile kitu siwezi kufanya ni kwenda kukopa beyond ile pesa. Hiyo mambo ya zamani ya kukopa pesa kiholela mimi siwezi fanya. Hata kama tutangojea another 1 month, wacha tungoje ndio tukusanye ushuru ya Kenya. Sasa walikuwa wanipigia kelele 6 months ago. Leo nimelipa pesa ya counties yote. Hakuna county inadai mimi hata shilingi moja. I have paid. This week I have paid all the money. Sio kama tunaelewana. There is no single shilling county inadai national government. Last year walivuka na madeni ya counties. This year nimesema sivuki na deni ya mtu yeyote. This week we have paid all the counties. Sasa mko na pesa kwa accounts zenu almost 110 billion mko naye. Sasa endeleeni sasa kupanga mambo ya wananchi. Msiniulize pesa. Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Lakini lazima iwe na mpango. Kama ningekubali ati niende nikope kiholela zitungezama. Hapana, mimi siwezi kubali hiyo maneno. So tukubaliane. Tumepanga hivyo, and I want to tell the counties you have my 100% support. Kwa sababu tunataka counties zikifaulu, taifa letu la Kenya itafaulu. We are going to work with you. We are going to make sure that we take the country forward together. Na tutashirikiana pamoja. Watu wa Kajiado, mjue mimi nawapenda sana. Mama wenu wa county
Mama Lea. Asante sana. Ameniambia nipange mambo ya ushanga. Tayari tumepanga mambo ya ushanga, tumeweka milioni 200 katika hii budget kwa mambo ya ushanga. Ameniambia ya kwamba mko na mambo ya cooperative. Mimi nataka niwaambie watu wa Kajiado na mnisikize vizuri. Pangeni mambo ya cooperative. Nimetengeneza wizara maalum, standalone ministry, ambayo itashughulika na mambo ya cooperative na mambo ya micro, small and medium enterprise. Na hiyo kazi tumeweka pesa ya kutosha. Hata ile mama county amesema anataka nikuje nifanye harambee ya cooperative. Niko na pesa ya serikali, tunakuja kufanya harambee ya nini? Mimi wewe panga watu. Niko na pesa ya serikali, mumepitisha wewe, kwani hukusoma? Tuko na pesa ya serikali, tutawapatia. Saa hizi tuko na pesa ambayo hata mmeshindwa kukopa. Sasa mimi nashangaa nyinyi. Mbona mnazumbuka namna hii na hiyo pesa? Sikizeni. Katika hustler fund ya mambo ya groups, watu 10 mnaweza kushikana, mtapatiwa pesa. Watu 10, watu 20, watu wa soko, wamama wa soko 20, watu fulani 20, wale wa kule ya kutengeneza wale wa sand harvesters, cooperative ya sand harvesters, niko na pesa yenu. Endeni mchukue pesa muendeshe biashara yenu. Bora mulipe. Hakuna pesa ya bure. Unachukua, lakini tumepunguza nini? Hauhitaji logbook, hauhitaji title deed, na riba yake iko chini. Chukua pesa, mfanye biashara, tusonge mbele. We have all the money that you need. Sijui kama tumeelewana. Kajiado nilikuwa naona leo asubuhi mumetengeneza groups ambazo ya kukopa pesa 2800. Lakini sasa mumalize mambo yenu, pesa inawangojea. Sijui kama tunaelewana. Na nimeweka pesa ya kutosha kwa hiyo kiwanja. Mfanyi biashara yote ambaye yako na mpango ya biashara, we have money for you. Watu wa Kajiado nataka niwashukuru tena. Ile pesa ya hustler fund, watu wa Kajiado wamekopa 800 million. Nyinyi mko na mpango, na tena mumefanya vizuri kwa sababu mumelipa 70% ya watu wa Kajiado, 71% wamelipa. Wale wajanja ni wachache. Na hawa nitangojea hapo mbele kidogo. Najua mahali nitawapata. Wale wajanja, I know where to find them. Sijui kama tunaelewana. Unajua kuna wengine wamechukua pesa ya hustler fund na alafu wamekula kona. Alafu wamesikia iko ya group, wamekuja. Sasa wamekuja wakajipanga hapo kwa group, wanajipanga, wanasonga songa, mwisho wanaulizwa na ile sasa wamekwama. Sasa ikabidi walipe ile kwanza ndio wapate hii. Unajua hata hiyo ingine nitawapata mbele. Najua mahali ya kuwapata. So hakuna shida. Lakini ile kitu ya muhimu zaidi ni kwamba leo Mkenya anaweza kupata pesa bila ya kujua mtu yeyote, bila ya kwenda kwa ofisi yoyote, bila ya kwenda kwa kamati yoyote, bila ya kujulikana na chief ama mjumbe ama mheshimiwa ama hata likuru ile ya nyumbani hapo. Unaweza kwa mtandao, unaweza, bora uwe na discipline ya kujipanga. So tuendelee namna hiyo. Tutapangana hivyo na tutahakikisha kwamba tunasonga mbele pamoja. Ilikuwa ni vizuri niwaeleze ndio tujue sisi wote tunaenda mbele namna gani. Na mjue sisi wote ni wa Kenya. Na Kenya hatuna spare, hii ndio hiyo iko. Na sisi wote tuichunge na tuifanyie kazi na tuipangie mambo mazuri. Hata wale watu wa upinzani, mimi na waheshimu, wafanye kazi ya upinzani, lakini wafanye kazi ya upinzani wakijua Kenya ni yetu sote. Tupange vizuri. Tukosoe kwa mpango, sio kwa kuharibu. Tufanye hiyo because we want to run a better country. I want to give assurance to everybody in Kenya.
that we will continue to be a free country. We will continue to respect the right of everybody, the freedom of everybody to say whatever they want, to speak whatever they want, to write whatever they want, to have whatever opinion they want. Hakuna mtu ambaye atazuiwa na mtu yeyote. Ile utakuzuia ni sheria. Lakini serikali hatuna uwezo ya kuzuia mtu, na hatuna mpango. We have no agenda. We believe in the freedom of the media to write whatever they want, to criticize however they want, to write even if we don't agree with what they write. We will defend their right to say it and to write it. But that right extends to everybody. Even the things the media don't want said, those who are saying them have also a right to say whatever they are saying. So let this right be for everybody. Kila mtu aseme. Kama media hataki maneno ya huyu, waseme hatutaki mambo ya huyu. Kama wewe hutaki maneno ya media, useme hutaki maneno ya media. Ni sawa namna hiyo. Bora tufanye kwa amani, tusikuwe na fujo. Tuendelee namna hiyo. So let us continue in that manner. Tushirikiane hivyo. Asanteni sana. Nimeuliza na hawa maaskofu ya kwamba nilikuanga na chai mahali fulani imechelewa. Mimi ndawaambia nitapanga hiyo maneno. Tukuje tukunywe chai, tupate maombi na tuendelee pamoja. Watu wa Kajiado, mimi nimefurahi sana. Nimewashukuru sana kwa kunikaribisha. Viongozi wote, asanteni sana kwa kunikaribisha. Tuko pamoja na watakia baraka ya Mungu. Mungu awabariki sana na Mungu awajalie. Thank you very much and God bless you.